kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Ninakusihi Mfalme, mioyo yetu iko wazi, ukatuhudumie Bwana. Kaguze mioyo yetu ili Bwana kufikia makusudi yako. I pray this in Jesus name. Somebody say amen. Nataka kuongea kuhusu setting yourself apart. Setting yourself apart for the sake of the kingdom of God. Turudi pale verse number 20. Biblia inasema kwamba katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu ama vya fedha na dhahabu tu, bali vingine vya udongo, vingine vya mti, vingine vina heshima na vingine havina heshima. In verses number 21 inasema ya kwamba basi ikiwa mtu atajitakaza ama kujitenga, atajitenga, atakuwa chombo. Kwa hivyo inatoka kwa nyumba, inatoka kwa vyombo, inaingia kwa mtu. Kwa hivyo vyombo vile vinavyozungumziwa sio vyombo miti, sio vyombo masahani, sio vyombo mitungi kwa nyumba, sio vyombo vinjiko. Hapana, ni vyombo watu. Na nyumba ni katika ule ufalme wa Mungu, ambapo Biblia inasema ya kwamba mtu yeyote atakayejitenga na kujitakaza atakuwa chombo kilicho chema, ambacho kimetengwa kwa sababu ya kazi iliyo njema. Siku ya leo tuna kazi nyingi sana tungeliifanya nyumbani. Kuna mambo mengi sana tulikuwa tufanye pale kazini. Kuna mahali kwingi tungesafiri. Kuna mambo mengi tungeyafanya nyumbani. Lakini tukaona mambo haya tuyaache, tuyasimamishe, kisha na maana ili tuwe na muda na Mungu. Kujitenga ni nini? Kujitenga ni kufanya vitu tofauti na kawaida ya ulimwengu. Kujitenga ni ile kule kufanya vitu tofauti na kawaida ya ulimwengu. Biblia inasema hivi ya kwamba basi chombo hiki kilichojitenga kitamfaa Bwana kwa kazi iliyo njema. Kwa hivyo vyombo hivi vyote ni vya Mungu, lakini si vyombo vyote vyafaa kwa kazi iliyo njema. Sio vyombo vyote vinafaa kwa kazi iliyo njema, isipokuwa vyombo ambavyo na by the way, let me tell the truth. Ukienda nyumbani zetu, wale watu wako hapa, utaenda upate mtu mali ameweka ile logbook ya gari na title deed ya shamba. Ni mali tofauti, naelewa? Ni mali fiche, ni mali ambapo hata mwizi akikuja si rahisi apekue aipate. Inawekwa mahala pasawa. Lakini makaratasi zingine za meetings ulizoenda na notebook yako, hata unaweza ikuta kwa hapo, maana hata akiiba notebook utaandika ingine. Lakini logbook ya gari ikipotea ama title deed ya shamba, unakuta kuna vitu na kuna masahani yako kwenye nyumba, unakutanga hata mtoto hawezi ruhusiwa ashike hiyo sahani ya bebe. Na kuna sahani zingine unamwambia, hata unamrushianga mtoto, chukua hiyo, patia anti yako. Na kuna ingine ukimuona naye kabla hajaichukua huko hapo, kulingana na udhamana wake. The same way in the house of God. In the house of God, ndio hii Biblia katika nyumba kubwa. Basi havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali vingine vya mti, vingine vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Hivi tuko hapa kanisani, tuko watu wote wa Mungu, but values are different. Hey, Bwana asifiwe. Udhamana ni tofauti. Na huu
dhamana si mtu tu kwa sababu amekirimiwa hilo. Hapana. Kuna Biblia inasema kwamba ikiwa mtu amejitenga na kujitakaza, atakuwa chombo kilichotakazwa kimfaacho Bwana kwa kila kazi iliyo njema. Kwa hivyo kazi njema haiwezi fanywa na vyombo vyote. Lazima chombo hicho kionyeshe udhabiti fulani. Can somebody say amen? Lazima chombo hicho kionyeshe udhabiti fulani. So Biblia inasema kwamba basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. Salimia mwenzako, mwambie position yourself. Somebody say amen. Mwambie mwenzako position yourself. Lazima ujue ni wapi unajiweka. Kuna vyombo vya heshima na kuna vingine ambavyo havina. Unaweza kuamua leo wewe uwe mtu wa dhamana katika maisha, na unaweza ukawa mtu hoehai, mtu wa kawaida tu. You can set yourself apart for honor, kwa ajili ya heshima. Hata inapofika ni watu wa aina gani unakaa na wao, unashirikiana na wao, unatembea na wao. Maana ushirikiano unaoshirikiana nao ndio unakuamua wewe kuwa ile kitu unatakana kuwa. Na ndio manake wanasema kwamba ukikaa na milionea unaweza jipata ukiwa next millionaire, kwa sababu mambo anayokuambia unasikia anachora michoro ingine ya ajabu. Na ukikaa na maskini unaweza kujipata umekuwa maskini tupu, kwa sababu mambo yaliyo ndani ya roho yake, yaliyojaa kwa kinywa chake, ni umaskini tupu. Bwana Yesu asifiwe. Je, unaweza kukubali kujitenga kwa ajili ya kutumiwa kwa kazi iliyo njema? We are here in the church. We are the vessels of God in the house of God. Na vyombo vyote vinatakikana viwe, Mungu tu anatafuta vyombo vya kutumia kwa kazi iliyo njema. Lakini ni yupi ambaye anaweza kujitenga awe na utofauti? Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ya kwamba kujitenga ni kufanya vitu tofauti na ulimwengu, yani na taratibu ya vile vinavyofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kujitenga ni kuondoka mahali pa kawaida, mahali ambapo unajua hapa pamezoeleka. Hapa ndipo watu kaa wakiwa wanatengenya, wanaongea uongo, wanaongea mambo ambayo haunajua. Hapana, hii siwezi kuongea kwa lugha ya kawaida hivi. Siwezi, hii siwezi. Hebu angalia kwenye kitabu cha Psalms chapter number 1 and verses number 1. Hapo Biblia inasema namna gani? Kuna vitu lazima tuelewe. Ni kwa nini tujitenge? Ni kwa nini uwe mtu wa tofauti katika familia na katika jamii? Kwa nini huwe mtu wa tofauti? Biblia inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Unaona, heri, yani nasema blessed, amebarikiwa mtu yule ambaye haendeangi katika ushauri ya wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizao. Huyo mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye ameamua kujitenga. Hizi vikao sitaketi. Hapa kuna corruption imepangwa, sitahusika. Hapa kuna uongo unahusika, sitahusika. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Baada ya mashauri utakayo yapata, unasema pana, hata kama nina uwezo wa kufanya, sitafuata huo ushauri. Bwana anatafuta watu kama hao ambao wana ushauri wa sawa, ambao wanaweza wakafuata ushauri wa sawa. Verses number 2 inasema namna gani? This is what the Bible says. Psalms verse 1 and verse 2 inasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Huyu mtu ambaye mambo yale ambayo yako kwa akili yake ni tofauti na wengine.
Ni kuhusu sheria ya Mungu inasema namna gani, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Huyo mtu ambaye amejitenga, maneno yale yamejaa kwa akili yake, ni tofauti na yale wengine wamejaza kwa akili. Vile uchumi wa ulimwengu uko, vile uchumi wa dunia umekaa, Mombasa imekuwa mbaya, hali ya mji sio nzuri, lakini sheria ya Bwana ndiyo yeye uitafakari usiku na mchana. Huyu mtu Mungu anamtafuta ambaye ameamua ya kwamba nitatafakari sheria ya Bwana. Oh yes. Unajitenga tu purposely to meditate the word of God. Biblia inasemaje kuhusu maisha yangu? Biblia inasemaje kuhusu hali yangu ile ambayo niko nayo siku ya leo? I'm here to encourage us, brother and sister, ya kwamba for you to be used by God, please, you must set yourself apart from just normal things ambazo zinakuanga ukawaida wa watu wasioomba, jinsi watu wanaongea. Kuna masaa ilifika Mungu akachukua kinywa cha mtu mmoja, nabii, kamwambia bana, wewe vyenye umeongea mambo mengi hapa, hii kinywa chako hakihitaji kuongea sheria zangu. Akachukua moto kaweka ndani, akakoroga hiyo, kaosha mdomo yake ili aweze kuongea mambo safi. Kinywa chako hakiwezi ongea chuki hapa, kiongee uongo hapa na uongee ukweli hapa. Lazima ujue kwamba haya sitayasema na haya sitayasema. Hilo neno alipo tena kwa watu wengi. Tuko na lile ambalo utabarikiwa, ni ukweli utabarikiwa, lakini Biblia inasema heri, heri, yani blessed. That is the way of blessings. Hiyo pia ni njia moja ya kipekee ya kubarikiwa. Can somebody say amen? Biblia inasema aje, verse number 3. This is very powerful. Nataka ushike hii verse number 3. Inasema naye mtu huyu ambaye amejitenga na kulitafakari neno la Bwana atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Tafakari hayo. Position yourself, brother. Usiishi maisha ya kung'ang'ana na kukiwa na urahisi na wepesi. Huyo mtu mwenye kujitenga atafakari neno la Mungu, atafakari Mungu. Maandiko yanamfananisha nani? Atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila alitendalo mtu huyu litafanikiwa. Kila alitendalo litafanikiwa. Huyu mtu ambaye ameamua kujitenga na mambo ambayo hayampendezi Mungu, mambo ambayo hayana faida, ambayo hayafai kwenye kingdom ya Mungu, mtu ambaye ameamua kutafakari ufalme wa Mungu, hili nasema anafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya maji, kando kando ya mito ya maji, ambao mizizi yake huwa inashuka chini sana, hata kupata wakati wa hari, wakati wa jua haiwezi ikanyauka, kwa sababu mizizi yake imeenda ndani zaidi. Huyu mtu ndivyo alivyo, mtu ambaye aliyejitenga, anajua ibada ni nini, maombi ni nini, neno la Mungu linasemaje, ametafuta sheria ya Mungu na kuizingatia. Mtu huyu anafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. We cannot suffer kama watu wasiomjua Mungu. Yes, tutakuombea, tutakupaka mafuta, tutakubariki kwa baraka zote, lakini mtu ambaye amejitenga kwa kulitafakari neno la Mungu usiku na mchana, mtu huyu hata maombi si sana, ni rahisi sana yeye kufanikiwa, kwa sababu anajua haki zake zinazotokana na neno la Mungu. Niko hapa kukuambia my brother, kujitenga kwako ili uombe kutakuzalia mazao. Kujitenga kwako usome neno la Mungu kutakuzalia mazao. Kujitenga kwako uje ibada umwabudu Bwana kutakuzalia mazao. Somebody say amen. Nasema sio bure. Sio bure. Uwe mtu wa tofauti in the church. Usifuate tu umati wa watu. Usifuate tu umati wa watu ambao tuko wengi.
huyu alikuwa anaimba aje, huyu alikuwa anaabudu namna gani. Even hata leo wachungaji wengi, mtu anatafuta tu kujua mimi naweza fanyaje kama fulani, kama so and so, ili niweze kufanikiwa. Lakini mimi namshukuru Bwana kwa sababu ya kitabu cha 2 Timothy chapter number 2 verses number 20 inasema, katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, haleluya, bali vingine vya mti na vingine vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. Lakini hapo 21 inanifurahisha, inasema ikiwa mtu amejitenga na kujitakaza, atakuwa chombo kilicho njema, kinachofaa Bwana kwa kazi iliyo njema. Kwa hivyo haina haja ya kuimitate mtu yoyote, haina haja ya kukope. Yani kama maisha yako, kama unajua kuhubiri na lugha ya aina gani, wewe hubiri nayo. Kama unajua kuimba hivyo na sauti yako ndogo ama kubwa, wewe fanya hivyo. Lakini kama umejitenga na uovu, basi Bwana hatakutumia kwa kazi iliyo njema. Somebody say amen. Kile kinachotakikana ni kimoja, ya kwamba Mungu haweze kututumia kwa kazi iliyo njema. Kujitenga kwa ajili ya kazi iliyo njema ambayo tumewekewa. Can somebody say amen? Mpe Yesu makofi yaliyo mazuri tu. Andika hii, itakusaidia katika maisha ya wokovu. Hauwezi kusikia sauti ya Mungu ukiwa mahali pa kawaida. Hauwezi kusikia sauti ya Mungu kama maisha yako yote tu umeyaweka katika mahali pa kawaida. Yani hauwezi pata nafasi ya kujitenga even a single day ili kuwa na muda na Mungu. Wapendwa, usidhani kujenga Mombasa yote iwe yako na magorofa ndio kutumiwa na Mungu. Na si vibaya kuwa na magorofa yote, tunaweza na tunapenda. Lakini usiwe ukajidai kwa sababu una magari mazuri ya kuendesha sana ukafikiri sasa ndio natumiwa na Mungu. Hapana. Oh, thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukubaliane nami katika hili, ya kwamba kuna sauti ya Mungu ambayo hauwezi kuisikia ukiwa mahali pa kawaida. Lazima utoke kwa hiyo nyumba yako ya kibanda. Lazima utoke hiyo nyumba yako. Nyumba yenyewe ni ya kukodisha. Na unasikia una amani, na hata kuomba utaki, ibada, kanisa, kuhusu Mungu hapana. Siku yenye tutakuona kanisani ni wakati umebebwa, mapepo yamekupiga, magonjwa ndio hayo. So tuko na wewe sasa kutoa mapepo. Ni jambo la kusikitisha sana kama tutamuendea Mungu wakati tunamhitaji. Nasema hauwezi kusikia sauti ya Mungu ukiwa mahali pa kawaida, mahali pa mazoea. Hebu niwekee kitabu cha John chapter number 6:15. John 6:15. Yesu Kristo ndiye mfano kamili ambaye alitoka mbinguni na akaja duniani, hajawahi tenda uovu. Vitu vyote viliumbwa kupitia yeye. Lakini Biblia inasema hivi, kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga. Akaenda tena mahali peke yake. Akaenda mlimani yeye peke yake. Oh my God. Yesu Kristo alipojua watu hao wanamtafuta wamfanye mfalme, yani wamuinue, kwa sababu unajua Yesu kusimama akasema mikate ndio hiyo, watu wanakula mikate, anafanya miujiza. Aliona tukiwa na mfalme kama huyo, watu wagonjwa, hakuna mambo ya hospitali tena. Watu walifika wakati Yesu wakaona sasa hapa hakuna mahali, hakuna haja ya mfalme mwingine. Kama ni wagonjwa tunampelekea, anawekelea mikono. Kama tuko na njaa
anainua mkate mmoja, nchi yote inajaa chakula, si akuwe mfalme? Wakamtafuta Yesu Kristo, akajua hii ni mambo ya kawaida hii, na sio ile niliitiwa hii. Biblia inasemaje? Hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga. Kuna vitu vya kawaida ambavyo vimelemaza wa Kristo, vimelemaza watu tunaoenda mbinguni, vimelemaza watumishi wa Mungu. Hata mafuta ya Mungu na neema ya Mungu imekataa kudhirika kwa sababu ya ukawaida. Sauti zile ambazo tumesikia kwa ulimwengu zimetoa mwelekeo wetu, hata tukashindwa kuelewa ni wapi tunapaswa kwenda next. But I pray today in the name of Jesus ya kwamba ukiondoka mahali hapa, utaondoka ukiwa mtu tofauti in the mighty name of Jesus. Utaenda uweke utofauti in the name of the Lord. Can somebody say amen? Put your hands together for Jesus Christ. Let me tell you that kuna watu wengine wanasemanga, mimi hata sijaisikia sauti ya Mungu, nataka nisikie sauti ya Mungu. Kuna maeneo Bwana anasema toka huko usikie. Toka katikati yao, ukatengwe nao. Watu walio wa nuru, wale walio wa giza hawawezi kuendanisha pamoja. There must be a difference. Bwana asifiwe. Tingiza mwenzako, muulize, unasikia hili? Hawezi kuja kanisani ukae miaka 10 na bado maisha yako yako yale yale. Hata wale watu wanalewa, wale watu wanakaanga kwa ulevi, wale watu wanakunywanga pombe, hata midomo yao yenyewe ukiona hata hawahitaji kukwambia wanakaa pombe. Wewe mbona usikae hata kama muombezi? Ama hujaiona watu wanakuwa bombe, wanakaanga pombe? Wewe, hebu nikuulize, wewe ushawaiona mtu wa bangi anakaa tu bangi? Mimi nishaivuta bangi. Nishaivuta bangi kabisa. Na nilipovuta bangi siku hiyo, nilianza kulia, nikalia kulia hata sijui nilikuwa nalilia nini. Tulivuta bangi kwa sababu tuliongea, tukaona vile baba yangu ni maskini, mama yangu ni maskini, nyanyangu ni maskini, hatuna mashamba. Tukapiga mahesabu, brother mmoja akasema tununue bangi tuvute. Nikamwambia sawa. Tukaenda tukachukua bangi kila mtu yake. Siku hiyo bangi ilikuwa inauzwa 10 bob. Tukavuta bila kujua, tukafundishwa na mmoja akatuambia inavutangwa style hii. Tukavuta tukifunga pumzi. Nikasikia baadaye kuna watu wanapiga drum kwa kichwa. Nikasikia kama kuna vitu tunagonga kwa kichwa hivi. Nikitembea nasikia kama kuna watu wameingia huko wanalipua kichwa. Kisha tukaanza kulia. Na ni bangi tumevuta. Wewe umekuja kanisani tu, tumeimba, tumesifu. Na bado utoke hivyo. Si ulipuke hata kidogo tu, ukae kama kuna kitu kimekugonga. Yaani utoke ukisikia nasikia kusamehe. Yaani utoke tu ukisikia mimi leo nasikia tu nisamehe mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisani ni mahali ambapo pa kutakaswa. Na watu sio watakatifu wanaendanga church. Ni watu wanaohitaji kutakaswa. Oh my God. Somebody say amen. Kwa hivyo tunapokuja church ni mahali pa kutakaswa. Kwa hivyo unapokuja jamani, si ukae kama umeoga. Imagine mtu akiingia bathroom, anaingianga akiwa na manjasho, ananuka, halafu akitoka anakuwa na harufu nyingine kazuri tofauti. Wewe kanisa tu umeingia siku zote, na ukitoka pale leo unaondoka ukiwa mtu mwingine in the mighty name of Jesus. Nasema tunaondoka tukiwa vyombo safi vinavyofaa kwa kazi iliyo njema. Can somebody say amen? Yesu akasema hapana, mimi kuna vitu nimesikia watu wanaongea, acha nitoroke. Wewe tu unasikia mtu tu anakuongelesha, na unasikia tu mimi. Dada moja akamwambia rafiki yake mwanadada, akamwambia usicheze na hao wanaume. Hao wanaume ni ukae umejipanga.
Hata kama ni mume wako, jipange. Na akikufa utabaki na nini? Mwanaume ni kujipanga, yani mwanamke ni kujipanga, ukuwe na kitu chako. Ndanda anaona kweli, mpaka anapiga mahesabu. Anaona unahubiriwa injili ya mtu ya uovu. Ukifika nyumbani unauliza bwanako, na nikuulize ukweli, kama tuseme tu umekufa. Yani tuseme tu umekufa. Hii mambo mfano aje? Wewe nisije nikasema mbona wewe fikiri utakufa kwanza? Eti ukikufa unajua ni vizuri mtu awe anajua. Na umekutana na mtu akakuhubiria uovu. Kaenda anamuuliza, mwingine anaambiwa, na unajua ukweli ndanda, unaweza kukaa na huyo ndugu tu, na kidogo kidogo ujue huyo ndugu anaweza oa bibi mwingine, na ukajipata hata umetupwa nje. Ndanda anaketi anaona, na ni kweli huyo ndugu akioa tena sinaweza kujipata sina kakitu. Ndio mivurutano inaanza kwa jamii. Mama akiachiwa pesa ya chakula yote, ya baba akipata yote, yani inakuwa ni uporaji kwa nyumba sasa. Dada anajipanga, aidha ukikufa asibaki bure, ukimfukuza asikote kakitu. Kai! Yesu Kristo alipojua maneno hayo akajitenga na wao. Si ukisikia mtu ana injili kama hiyo, unjitenge na, hata kama ni rafiki yako amekutembelea. Na mimi nataka nikuambie siri moja ya kufukuza mtu wa bure kwako. Kama atakuja na sheria kama hiyo, kama wewe ni mama leo utatembelewa na mwanandanda akuje kwako na mshele, wacha nikuambie story moja ya kumfukuza. Usiwahi mfukuza. Akikutembelea siku hiyo, mshukuru kabisa. Alafu toa nguo zote za baba yako, za watoto, hata zile zenye umefua, umpeleke mahali mfue, alafu mulete mupike chakula, alafu mwambie nyumba hii hatijaosha, muoshe hiyo nyumba. Nakwambia kesho hawezi kuja kwako tena. Giving you free example and free advice. Haina haja ukubali akili zako ijazwe kila kitu unasikianga, na ndio kitu inakupeleka mambo. Yesu Kristo akasikia vile wanaongea, Biblia inasema aje? Akajitenga na wao. Mungu hawezi, yani kuna sauti ya Mungu hauwezi kusikia mawazo yako kama imejaa vitu mingi hivyo. Lazima ukubali kutenga mawazo yako. Siniambie pastor nitakuja kanisani no, uko kwa gari yako una drive, weka nyimbo ya kumwabudu Bwana. Uko mahali pako kazini, ofisini, weka nyimbo ya kumwabudu Bwana. Weka injili mahali pale, bado unafanya kazi. Somebody say amen. Mungu amebariki saa hizi. You can have your phone inaimba, unachapa kazi, na neno la Mungu bado linaendelea ndani ya akili zako. Watu wengi walio nyuma leo si kwamba walirogwa. Kuna watu ambao walirogwa na maneno, hata sio uchawi. Ni mtu ulipatana na yeye, na baada ya kupatana na mtu nyumba yako imeisha. Kuna wengi leo walipoteza ndoa zao si kwa sababu ya mchawi. Ulipatana na rafiki ambaye anakufanya uwaze vitu vya kawaida. Yesu akaona hao watu wanataka kujihusisha kwa mambo ya kawaida. Biblia inasema akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Acha nisikize Mungu anasema namna gani. Can somebody say amen? Salimia mwenzako mwambie ni vema kusikia Mungu anasema namna gani. Hallelujah. Mpe Yesu makofi yaliyo mazuri. Hallelujah. Number 4, hauwezi kufanya maamuzi yasiyo ya kawaida ikiwa uko mahali pa kawaida. Hauwezi kufanya maamuzi yasiyo ya kawaida ukiwa mahali pa kawaida. Kuna mahali pengine lazima ujue hapa, wacha nijiondoe. Ndio maana unasikianga wababa wengi unasikia baba anaona amefanya kazi vizuri, anachukua bibi yake waende tu wakatembee mahali, hata kama ni feri, wakati wao wawili wapige story, waangalie maisha mbele inaenda namna gani. Asikia wengine wanasema wao ndio tukimaliza ibada hapa
Waambiwe twende feri. Kuna vitu by the way, ukiona kimewaka sana nyumbani kwako, yani ukiona nyumbani kwako kumewaka sana, makasiriko ni mengi, vita, furugu, watoto hamuelewani, chukua bibi yako, enda tu mahali ukae tu siku moja, kesho mrudi, uone kila kitu kitakuwa kwa sawa. Yani kuna vitu vingine lazima ujitenge. Can somebody say amen? Hawezi kufanya maamuzi yasiyo ya kawaida ukiwa mahali pa kawaida. Luke chapter number 6 and verses number 12 inasemaje? Ipatia hapo 6:12 inasemaje hapo? Let me just say. Inaweza kusaidia. Luke 6 verse number 12. Kuna kitu kimoja nataka ukubali. Biblia inasema hivi: ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Alafu verse 13 inasema namna gani? Hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Listen, Yesu Kristo alitaka sasa kuwachagua mitume ambao watasimamia ile huduma yake. Lakini kabla hajawachagua, anapanda mlimani peke yake bila wao. Anaongea na Mungu the whole night. Halafu wakati anapomaliza, anakuja sasa, anaanza kuwataja. Huyu ni mtume, huyu ni Petero, huyu ni Yohana. Akawaita wale 12. There are decisions ambazo kwa maisha hauwezi ukaziweka ukiwa mahali pa kawaida. Lazima ujitenge. Oh, somebody say amen. Lazima ujitenge. Ujiandae vema. Usikie mbingu inasema namna gani. Hiyo kazi haiwezi isha. Hauwezi kuwa maskini kwa ajili ya kujitenga uwe na muda na Mungu hata siku moja. Ndio manake wengi leo they don't have a time for service. They don't have time for service. Hii nafasi na ibada hawana. Kwa sababu gani? Let me tell the truth, brother and sister. Yesu Kristo ijapokuwa alikuwa yu namna ya Mungu, lakini alikuwa anafika masaa anajiondoa kwa watu. Kuna maamuzi unataka kufanya. Uliza mwenzako, kuna maamuzi unataka kufanya? Bwana asifiwe. Kuna maamuzi unataka kufanya? Just set yourself apart. Set yourself apart. Ufikirie next nahitaji kufanya nini? Angalia biashara yako. Kuna wakati mwingine unaweza tu uondokee biashara kidogo tu, alafu uangalie kwa ango nyingine tofauti, na uone vile utaleta mazao tofauti. We are many in the church. Tuko watu wengi sana kanisani, lakini kuna watu ambao kutumika katika hali inayofaa ni vingumu kwa sababu ya ukawaida. Inua mkono wako juu mbele za Bwana. Sema: Baba, kwa jina la Yesu, naomba neema yako ya kujitenga na kufanya mambo tofauti kwa jina la Yesu. Sema: Baba, kila ukawaida uliosumbuka maisha yangu niondolee kwa jina la Yesu. Sema amen. Pe Yesu makofi yaliyo mema. Hauwezi kufikiria kikawaida na ufanye mambo ya kawaida yasiyo ya kawaida. Hauwezi kukua tu mahali pale. Kitu ni ile ile. You must try something new. Jaribu kitu kingine tofauti. Eti uko hapa hivi ukiniambia umeuza hizi karoti miaka 10. Za nini? Unafaa uangalie hiki kwa sababu ya kufikiria vema. You can just be promoted. Unaweza jipata kwenye hatua moja hadi nyingine
And somebody say amen. Maamuzi na sio ya kawaida. Mimi naongea na mtu ambaye anataka kufanya kiwaamuzi. Maana wadada wengi siku ya leo asiyatoki. Watu wanaingia kwenye ndoa ambazo unakuta hawakupata nafasi hata ya kuuliza Mungu. Hawakupata muda wa kuuliza Mungu hata siku moja. Biblia inasema kiliumana wakati moja Daudi alipofika Siklag, akakuta mji umechomwa na wake zake na vitu vyote vimeenda. Halafu watu waliokuwa nao wamemgeukia wampige na mawe. Biblia inasema kwamba akaitisha yule kuhani, mtoto wa kuhani aliyekuwa pale, kamuitisha mavazi ya naivera, akayavaa, kaondoka hapo, kapiga magoti mbele za Mungu. Ina maana kwamba alichukua utofauti na wale wengine, wakiwa wanalia, wana complain. Wakati walifika kusema wamuue David kwa mawe, walikuwa hata wamemtukana Mungu. Lakini huyu jamaa alichukua nafasi tofauti. Sema namo, lazima nifikirie tofauti. Kitu kingine nilikuja kujua, wakati utafanya maamuzi bila kujitenga utafute Mungu, utafanya maamuzi ya majuto. Daudi angefuruga hiyo jeshi yake, na ndio walikuwa wanamlinda. Hata kama waliinuka wampige na mawe, Daudi hakufanya maamuzi bila kuuliza kwa Mungu. Ndio hiyo nasema jitenge, umuulize kwa Bwana. Usiondoke kwa hiyo familia, usiondoke kwa hiyo jamii kabla hujamwendea Bwana. Umuulize, Baba, nifanye hatua gani kuanzia hapo? Usiniambie mambo imechacha, mambo imekuwa ngumu, ili unjitenge. Kuna mengine yanakujanga ili yatusukume karibu na Mungu. Tumuulize Bwana, tutafanya namna gani? Na mimi nataka nikuambie, mambo zingine hauwezi siondokea za kawaida mpaka kuharibike mahali. Kwa hivyo ile uharibifu na hali ya tishio unayoiona sio ya kukuharibu, sio ya kukuangamisha, ni kuamushwa. Unaamushwa, unaambiwa ondoka kwa hicho kimboksi cha umaskini, ondoka mahali hapo. Let me tell you the truth, sometimes we find ourselves in trouble, na tunapojipata kwa shida tunalaumiana. Huyu ni mama, huyu ni bibi, huyu ni mzee, huyu ni mtoto, ni pastor, ni mshirika. Lakini mambo haya yote yamekuja yatokelezee ili sisi turudi, mtu aseme ya kwamba wacha nifikirie nitafanya namna gani. Ninakuombea Mungu, chochote kinachokusukuma kisikusukume nje ya makusudi ya Mungu, bali kikusukume karibu na makusudi ya Bwana, in the name of Jesus. Can somebody say amen? Yes, you will be pushed. David alitukanwa, lakini hata hivyo hakugeukia wale watu, bali aliamuka mwenyewe, akaona ya kwamba I need God in this situation. Sometimes we can see the same David wakati ameendea sanduku la agano kule kwa jamaa aliyekuwa nalo. Biblia inasema kwamba na sanduku la Bwana lilikaa kwa Abinadabu miaka mingi Sauli alipokuwa anatawala. Lakini Daudi alipojenga city of David ambao ni Jerusalem, alisema wacha niliendee sanduku la agano. Akatafuta watu 30,000, akaenda na wao. Wakati alienda na wao, Abinadabu akampatia watoto wake wawili. Tena sanduku la agano likawekwa juu ya ile gari ya kutengeneza ya kuvurutwa na ng'ombe. Biblia inasema ya kwamba sanduku likawekelewa juu, na sheria ilikuwa ni kwamba sanduku la agano linafaswa libebwe na mabega ya makuhani. Alikufaa kubebwa na hiyo gari ya kuvurutwa na ng'ombe. Biblia inasema kwamba na watoto wale wa Abinadabu, mmoja anaitwa Ahio, mwingine anaitwa Uza, wakakaa nyuma. Ahio akatangulia na Uza akawa ako nyuma. Biblia inasema kwamba vile walivyokuwa wanatembea, sanduku la agano likakungua, yani likatetemeka, likakaa kama linataka kuanguka, na Uza aliyekuwa nyuma akalishikilia, kwa sababu sheria ya Mungu haikuruhusu mtu yoyote ashike sanduku la agano isipokuwa kuhani. Mungu akampiga Uza hapo akafa. Wakati Uza alipofariki, Daudi akakasirika hapo kwa hapo, akasema sanduku la agano silitaki,
na aliacha hapa. Akakasirika na watu wote wakakasirika, wakasema alitaenda na sisi Yerusalemu, limeumwa huyu mtu, na huyu mtu kama ameuliwa. Daudi akafikiria akienda nalo silitamaliza jamii yake, kwa hivyo akakasirika, akaliacha pale. Naye kulikuwa na mtu aliyekuwa pale anaitwa Obed-Edom. Obed-Edom alikuwa karibu pale, akawaambia nipatieni sanduku la agano likae kwangu, kama nyinyi hamlitaki. Likakaa kwa Obed-Edom for 3 months. David akaenda na hasira, amekasirika kwa sababu hakuwa na muda wa kujitenga, hawezi kufikiria vizuri. Usifanye maamuzi kiasira, yatakuletea majuto baadaye. Wakati Daudi alipoenda akakaa for 3 months, jamaa alitoka mjini ambaye Obed-Edom alikuwa anakaa. Aliporudi akaenda akaambia Daudi, sikiza nikwambie, yule jamaa uliachia sanduku la agano for 3 months, jamaa amebarikiwa kiwango, usipoliendea sanduku la agano atakuwa tajiri kukupita. Daudi akaliendea sanduku la agano. Wakati huo alikuwa amejipanga, lilibebwa na shoulders za makuhani. Daudi alikuwa ameamua, mtu afe asife, lazima niende na sanduku la agano. Sometimes my brother, usifanye maamuzi kiasira. Watu wengi walishafanya maamuzi, wamejipata wana kazi, wamejipata wamepoteza vitu vya dhamana kwa sababu hawakujitenga. Wafikirie kule kujitenga kuna kupatianga muda wa kufikiria vema. I prophesy to you in the name of Jesus ya kwamba utapoteza kilicho cha dhamana, because kwa wakati unaofaa ile unabii ambao Mungu alitabiri juu ya maisha yako utaufikiria, useme hata kama naona hii shida, bado najua Bwana yuko pamoja nami. Pokea hiyo neema in the name of Jesus. Nasema pokea hiyo neema in the name of the Lord. Pe Yesu makofi yaliyo mazuri. Obed-Edom alibaki na sanduku la agano, lakini Daudi ni maamuzi ya hasira, maamuzi ya haraka. Just set yourself apart and think before you make decision. Just jitenge tu, ufikirie before you make a decision. Jitenge, ufikirie. Katika kujitenga utasikia Bwana anavyosema kuhusu maisha yako. Can somebody say amen? Hallelujah. Let me just say this, ya kwamba watu wengi waliotumiwa na Mungu sana ni watu ambao waliweza kujitenga. For example, Moses, ili apatiwe maandiko na sheria za kuongoza wana wa Israeli, ilibidi ajitenge pamoja na Mungu 40 days. Kulingana na kile kitabu cha Exodus 34:28 inasema kwamba na Musa akakaa mlimani bila kula bila kunywa for 40 days. Akashuka na yale mawe yakiwa yameandikwa sheria za Mungu. Kuna maneno zingine katika ulimwengu wa kiroho na katika maisha ya kawaida lazima tukubaliane, tujitenge. Jitenge na watu wa kawaida, watakufanya hatima yako ile mawe, watakuonyesha kushindwa. Haujai kutana na mtu mwenye anakukosoa mpaka unashindwa, unataka ukae aje? Ukutane na mtu akuulize, ndanda na nikuulize. Wanakuanga na kama certificate ya kukosoa. Ndanda nikuulize, siku hizi umekonda aje? Yaani mimi nilikuwa nakuangalia, mimi naona umekonda, umeisha, ulikuwa mgonjwa. Unamwambia sasa unajua sijui nini. Haya, ukutane naye ushanona kidogo, mwili umejaa, akuulize nani kuulize, ndanda siku hizi umeamua kujiachilia kabisa. Yaani saa hii umenjaa kila mahali, so unashindwa huyu utakaa naye namna gani? There are people like that. They will never say that you are good. Iwe ni nguo umevaa, iwe ni kiatu umevaa, chochote watafanya. Chochote. Wewe weka hata kaswagi, hata kama ni kado, weka hata kama ni miwani hapa. Utakutana siku hizi umeamua kutuvalia miwani. So jitenge. Somebody say amen. Jitenge. Jitenge tu. Fikiria vizuri. Wanasifiwe. Na hebu nikwambie,
kufikiria, kujitenga si, unajua kuna watu wengine wanasemanga ni kuwaza sana. Huyu brother si kuwaza sana, ni plan. Plan. Somebody say amen. Sema plan. Salimia mwenzako, muulize uko na plan ya 5 years to come. Anakwambia ni gani? Takuwa ni watoto 5, wana watoto 2. Takuwa nimefanya. Mtu anajua tu kile ambacho anafikiria. After 5 years unaondokanga tu, unaenda unachora, unachukua karatasi, unaandika mambo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi waliotembea na Mungu na wakasikia sauti ya Mungu, alikuwa anawaondoa kwa watu, anawaondoa kabisa kwa watu. Jo Musa, unaingia hapo, jo mlimani na uambie watu wote mmoja azipande, alafu anamwambia chimba kabisa usungushe hiyo mlima, alafu ambie wasipite huo mtaro, wewe ukuje peke yako. Nataka kuongea naye, ampatie mahusia yake. Ni siku gani ipi ulijitenga uende, yani tu uje hapa kanisani siku hiyo uzime simu, ufunge simu yako, alafu uchukue Biblia ushinde hapa. Sisemi wache kazi zako, tafuta muda na Mungu, usikie anasemaje. My God. Bwana asifiwe. Hebu niwaambie hivi, mshakumbuka siku yenye Sauli alikuwa anatiwa mafuta na Samueli? Alipokuwa anatafuta punda za baba yake. Utaenda kusoma pale kwenye 1 Samuel chapter number 10. Eti Samueli anamwambia Sauli, punda zile ulikuwa unatafuta zilipatikana, lakini sasa we kaa hapa. Wakati wamekaa wamefanya ile karamu ilikuwa pale, wanaondoka, anamwambia Samueli anamwambia Sauli, ambie huyo mtumishi wako aende mbali kidogo, kuna kitu nataka kukuambia. Anamtenga na yule mtumishi alikuwa naye, anabaki naye peke yake. Anachukua kichupa cha mafuta, anamumiminia, anamwambia Mungu amekufanya kuwa mfalme. Ule jamaa hata hakujua. Kuna watu wengine my friend, wakishajua tu wanaanzananga na wewe hapo hapo. Unjitenge tu. Na alipoondoka aliambiwa na Samueli, usiseme chochote nyumbani. Ukienda hata ndugu zako usiwaambie, mimi nitakuja ku announce. Maana alikuwa anajua kuna watu wanaitwa destiny killer. Haujakutana na watu ambao unasikia dada alipatana na huyu ndugu, na baada ya kupatana huyu ndugu wakakubaliana wataoana, na akaambia ndanda yake rafiki, my sister, do you know ya kwamba Mungu amenikumbuka? Nimepata rafiki mzuri. Yani nakwambia tunaenda hata kufanya harusi. Anakuuliza ni yupi? Ambia si ni yule Kamau. Ambia okay. Yule unampatia details. Na yule ndada rafiki yake anaondoka na mwenda, nasikia ushapata. Si ndio unapata nini? Nasikia ushapata. Anamuuliza unamjua wewe? Nauliza sasa kwa nini? Anaanzana hapo. Dada baada ya wiki 2 unapigia Kamau simu ukimuuliza hello. Anakuambia ngoja nitakupigia baadaye. Unapiga kesho kutwa, nitakupigia baadaye. Siku hiyo nyingine unakuta message, usiwahi piga hii simu tena. Unashindwa nilikosea wapi? Sauli akaambiwa, wewe usiende uongee. Nyamaza. Tukijitenga tunapatanga instruction. Tunarudi tunajitenge. Tunatengeneza, tunachora na family nakaa vizuri. Kuna mtu yuko hapa hivi amerudi nyuma, si kwa sababu ni mapepo. Ni watu ambao umekaa nao wamekulemaza kabisa. Mpaka maombi anakuuliza, jamani, na vyenye umeomba itaisha lini? But I'm here to tell you the truth. Watu wote Mungu aliowatumia walijitenga. Saa zingine ukiona mambo imelemaa kabisa, jitenge kidogo. Jitenge kidogo. Tafute Mungu anasemaje.
na mbingu ilisemaje? Ushasoma kitabu cha Matthew chapter number 4 verse number 1. Ilinasema kwamba Yesu baada ya kubatizwa alichukuliwa na Roho Mtakatifu kapelekwa mpaka nyikani 40 days. Hali kaenda kujaribiwa na huko for 40 days akiwa anapikwa na mbingu. Alipoondoka hapo, aliporudi kwa hekalu, alisimama akasema, na Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri habari njema. Alikuwa ashaondoka, akajua Mungu hallelujah. Let me tell you the truth, brother and sister, set yourself apart. Usitweane na watu ambao unajua wanavunja moyo every time. Angalia mtu ambaye atachochea roho yako kutafuta Mungu. Angalia mtu ambaye atachochea roho yako akwambia inawezekana. Unaweza kuwa kazi unaofanya ni ndogo, tafuta mtu mwingine naye ako na bidii, awe rafiki yako, akupatie changamoto. Pandala utafute watu haya wana mwelekeo kama wewe. Pandao unjipate ya kwamba ni kama Mungu hakuahidi. Let me tell the truth. Sauli akaambiwa na Samueli, wewe sio punda unatafuta, na wewe si mchungaji wa punda tena. Kazi yako si kutafuta punda tena, wewe ni mfalme. Yani unahitaji ukutane na mtu ambaye atakwambia, brother, unaweza, you look smarter. Yes, mtu anafanyanga kama wewe na anafanikiwa. Sauli akaondoka akijua mimi ni mfalme. Si Mungu akukutanisha na watu ambao watakusaidia kuona vema maisha yako yaliyo mbele, badala ya watu ambao kila siku wanakudunisha, wakanakuonyesha ufai. Today I prophesy in the name of Jesus, unapoondoka mahali hapa, ukutanishwe na watu walio na nia kama yako, imani kama yako, oh my God, moyo kama wako, kwa sababu ya kule unayohitaji kwenda. May the Lord reveal to you in the name of Jesus. Mungu akufunulie kile amekuitia. Mungu akufunulie kile amekuitia, kwa sababu haukuitwa uwe ndudi, haukuitwa uwe mtu ambaye asiyefaa. Umeitwa ulete tofauti na uwe mwangaza katika jamii. Can somebody say amen? Put your hands together once for Jesus Christ. Hallelujah. Let me just say this. Mara nyingi Yesu alijitenga. Sema mara nyingi. Asema mara nyingi. Let us just read from the book of Luke chapter number 5, 15 and 16. Then we close with that scripture. Tufunge na hilo. Luke chapter number 5, 15 and 6. Angalia maneno haya Yesu. Biblia inasemaje? Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Next inasemaje? Lakini yeye, hallelujah, look at this. Lakini yeye alikuwa akinjiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Somebody say amen. Bona alikuwa mara nyingi anaondoka mahali ambapo pana watu wengi, anaenda mahali ambapo pana watu wengi. Sasa zingine unaweza zima simu kidogo, chukua Bible, hata kama ni kwako nyumbani, uwe tu na dakika 1 hour 2 hours, usikie Mungu anasema namna gani. Wapendwa, hata kama tutamiliki manyumba zote, tuwe na magari zote makubwa, hata hakuna mmoja anajua Mungu ananenanga namna gani, itakuwa na faida gani? Naongea na njia zile ambazo tunahitaji wapendwa kuzifahamu, ili tujue sauti ya Mungu akiongea. Can somebody say amen? Simama kwa mguu wako kila moja. Simama kwa mguu wako. It is possible. Inawezekana. I say inawezekana. Salimia mwenzako, mwambie lazima ujitenge ili ufikirie vizuri. Can somebody say amen? Hallelujah. Father, inua mikono yako juu mbele za Bwana as I bless the people of God, even those who are in online.
Father, I bless your people and I speak word of blessings. Ninakusihi mfalme, yoyote ambaye nimesikia ujumbe huu na atakayeusikiliza, anga hii iwe wazi kwa ajili yake. And I speak blessing over you in the name of Jesus Christ. Kujitenga kwako kusiwe kwa bure, kujitenga kwako kusiwe kwa kawaida. Wacha mbingu ikanene kwa ajili yako in the name of Jesus. And the church of God say amen. We put our hands together for Jesus Christ. Let me say this. Rudia hili neno Luke 5:15 and 16. Tusome hilo. Inasema hivi, lakini habari zake. Praise the Lord. Lakini zikafanya nini? Zikaenea. Wakakutanika makutano mengi, wamsikilize na kuponywa magonjwa. Ingekuwa ni wewe, ungekuwa ukiondoka? Listen, hii na interpretation ya wakati faida ziko, biashara inapata, kila kitu kiko sawa, yani everything is working. Ukienda nyumbani ni sweetie and darling, ukienda peremende na chapati na marago ndio unaitwa nyumbani, ukija huku kazini kila kitu kiko sawa. So let me say this, Yesu Kristo hata kama mambo ilienda vizuri hivyo, kila kitu kilikuwa kiko sawa, my brother, hii ni kumaanisha afya iko mzuri, mfuko unashikilia unakuta pesa ziko, wallet imejaa, simu ile mpesa iko sawa, hauna mshwari, mambo yote yako sawa. Yesu Kristo mambo yake yalikuwa vizuri hivyo, lakini habari zake zikazidi kuenea. Yani biashara zinazidi tu, lakini ndugu, hivyo zinazidi ndio kanisa, ibada, maombi, kila kitu. Lakini yeye, Biblia inasema kwamba zilipozidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Yani things were working, vitu vilikuwa vinaenda vizuri. Lakini verse number 15, 16 inasema tofauti. 16 tusome hapa, inasemaje? Lakini, hallelujah, somebody say amen. Lakini yeye alikuwa akijiepua. Kujiepua ni kujitenga, akaenda mahali pasipokuwa na watu. Akafanya nini? Mambo yalikuwa mazuri, mambo yalikuwa yanakaa fit kabisa. So we have a problem in the church today, ya kwamba mambo ikienda vizuri we become busy. Haki pastor, ningekuja maombi haki, lakini naomba tu uelewe, kai saa hiyo mwisho wa mwezi unapeleka $100,000 kwa benki, $200,000 kwa benki, yani mambo. Lakini Yesu Kristo, utukufu huo ulipozidi, utukufu ulipoongezeka, Yesu Kristo alijitenga, alijiepua, akaondoka kwa huo utukufu. Look at this, akaondoka kwa huo utukufu, akaondoka kwa hiyo sifa, akaondoka kwa hayo mambo mengi alikuwa anatendeka, akarudi akasema, nataka niwe na nafasi na Baba, nataka niwe na nafasi na Baba yangu. Things are okay brother, things are okay man. Lakini basi usisahau na kujitenga. Najua kwangu uko sawa, mbona tujawe kwa kanisa watu wenye majeraha? Mbona tujawe kanisani watu wenye majeraha peke yake? Kienda kwa mbaa, kwa bilabu tu, unakuta magari zimejaa, zingine hata parking hazina. But in the church, ulienda makosa wapi? Sababu wakati utukufu ulipoendea wanadamu, hawakuwa na muda wa kujitenga, walisherekea utukufu ule. Ilikuwa kazi yao ni kusherekea utukufu. Twende tukarudishie mwili shukrani, tukarudishie mwili shukrani, tukafurahi. Tapet uko wapi? Listen. Na ndio maana utakuta kwamba pita mahali kuna klabu tu, mahali utakuta meza watu ni wawili, chupa ni 8 zimewekwa hapo. Kuna zingine za half liter, kuna zingine hata za lita 1.
Nilienda hoteli moja nikapewa menu. Zilikuwa mbili. Nilikuwa nataka ya chakula. Nikaangalia huko kwa drinks. Nikakuta kuna drinks moja inauzwa 15,000. Nikaita waiter. Nikamuuliza, hii ni drinks size gani? Ni lita 10. Hapana. Ni size. Nikamuuliza, na mtu atalipa? Ambia, of course inachukuliwa wangu 15,000. Hao ni wale mambo ilienda vizuri. Lakini badala wajitenge waende na Mungu, mambo imeenda vizuri. Makampuni ziko sawa, duka ziko sawa, kila kitu kinaenda vizuri. Badala wakuje wamwambie Mungu ni asante, hawako. Hata hawa tunaimba na wao hapa. Kuna wale ambao wakishapata leo unegodia waradhi, wakiendanga. Kulienda makosa wapi? Mungu alikosea wapi? Yule alipata akiwa kuna watu hapa wale tuko nao hapa, wale wanatoanga fungo la 10. Kai Mungu ni mwema. Wacha niseme ni wale hawana mapato ya maana. Lakini mwenye ako na mapato ya maana hapana. Kulienda makosa wapi? Na hao madugu nao walipojua vile maisha iko, magari wanazo, mabibi wanabadilisha leo kesho, they live life. Ndio tukuje kanisani sasa sisi. Mwani imetupiga. Sababu kulipolipuka baraka zikawa nyingi. Tulisahau saidia moja, jitenge. Somebody say amen. Amen. Jitenge. Najua nyumba yako iko na network. Hata ukikuja kanisani hapa tumewekea network kubwa. Kiingia kanisani Facebook. Kienda kwa nyumba network unayo. Twitter. Kienda kazini uko na network. TikTok. Yaani muunda na Mungu tena. Kuna. Kwa sababu kila kitu kinaenda vizuri. Lakini yule mtu wa kabambe mwenye hata network ajui kwa wapi, tamkuta tu ashakauka na kabiblia kake kwa nyumba. Ngoja apate network na smartphone, kabiblia katasaulika. Oi, kulienda aje ndugu zangu? Kulienda aje watoto wa Mungu? Makosa iko wapi? Yesu aliona utukufu vile umekuwa mwingi. Kidogo niongee na Mungu. Si basi tubaki waaminifu kwa Mungu. Hata tukipata. Oh my God. Pastor ni mwombezi. Sasa hiyo ana chochote, anafunga karibu kukufa. Pesa zimepatikana. Anasema hata Paulo aliambia Timotheo, uonje kadogo kakuzuilia kuumwa na tumbo. Na kaa ukionja kadogo kapombe na unaanza kutufuta maandiko ya kujikinga nayo. Sababu mambo ilienda vizuri. Vijana na wasii kwa neema ya Mungu. Mambo ikienda vizuri, usilale kwa nyumba yako mwezi mzima. Amua mwezi huu, siku moja wacha niende nikaombe. Kuna maombi tunakujanga hapa usiku ya Thursday. Ni kwa sababu tunajua kuna watu wako busy kutoka asubuhi mpaka mchana jioni, maana wengine wameajiriwa. Lakini usiku hujaajiriwa unaenda kulala. Ukasema mimi nisilale. Wacha niende niongee na Mungu. Mimi sina injili ingine, na kama hiyo injili itawafanya msikuje kwa kanisa hili ni sawa sawa. Lakini nasikia tuvurutwe kidogo kwa Mungu. Oh my God. Kwa nini tuwe na watu ambao tumefanya maamuzi kwa haraka
kwa haraka. Oh my God. Hata kama una uwezo usifanye haraka. Kitabu cha Samueli wa pili 5. Ukiwa umesimama hapo tu, mlango ule wa 3 5, 2 Samuel 5. Yes, Biblia inasema hivi. Listen. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana. Wakamtia mafuta Daudi awe mfalme juu ya Israeli. Listen to this. Listen to this. Washamtia mafuta. Verse 17 inasema namna gani? Verse 17. This man, baada ya kutiwa mafuta, this is what happened. Inasema hivi. Now hawa Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia mafuta Daudi, yani Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi. Naye Daudi akapata habari, akashuka akaenda ngomeni, mahali pa maombi. Verse number 18 inasemaje? Inasema basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kujitawanya katika bondeni mwa Warefai. Next inasemaje? Verse 19. Basi Daudi akauliza kwa Bwana, shinda imekuja. Shinda imekuja. Hakutoroka aende kwingine. Alienda ngomeni, mahali ambapo ni pa maombi. Wafilisti wakawa wanakuja. Daudi hakuchukua hatua ya haraka ingine, isipokuwa Biblia inasema kwamba akaenda akauliza kwa Bwana, akasema, "Je, nipande juu ya Wafilisti? Utawatia mikononi mwangu?" Naye Bwana akamwambia Daudi, "Panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mkononi mwako." Nimekuambia aje, kuna maeneo mengine unjiondoe usikie sauti ya Bwana. Hata kama unajua jinsi ya kusuluhisha hiyo shida, jo usikize Bwana anasema namna gani. Can somebody say amen? Jo usikize Bwana asema namna gani. Daudi alienda akawapiga, maana Bwana alimwambia namna hiyo. Na wakati Biblia inasema kwamba verse number 22, kuna vile Biblia inasema verse number 22, alienda wakati huo akawapiga, lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili. Ashawapiga mara ya kwanza, ya pili wakajitawanya bondeni mwa Warefai. Verse number 23 inasema namna gani? This is what the Bible says. Naye Daudi alipouliza kwa Bwana, alisema, "Usipande, zunguka nyuma yao." Ile ingine alimwambia, "Nenda kutana na wao, waue." Halafu ingine alipouliza akamwambia, "Usipande, zunguka hivi. Usipande, zunguka nyuma yao, uwajie huko mbele ya miforosandi. Halafu nitakuonyesha vile utafanya." Listen my brother, even though you know how to do it, kujitenga uulize kwa Bwana kutakupatia maamuzi ya sawa ambayo yatakupatia ushindi. Je, ninasaidia mtu kwa hii nyumba? Inua mkono wako mbele za Bwana, sema, "Baba, kwa jina la Yesu, naomba ufunuo wa neno lako uingie ndani kwa kina, ndani ya moyo wangu, uzae mazao kwa jina la Yesu." Pe Yesu makofi yaliyo mazuri. Glory to Jesus. Ndio mikono yako juu mbele za Bwana. Wewe tu Bwana, ni wewe tu Yesu, hakuna mwingine Bwana. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe tu Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe tu Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana,
repos na yandele